Mpendwa wangu, karibu kwenye somo muhimu la leo. Utabarikiwa sana, utajengwa kiimani na kutiwa moyo. Naitwa Emmanuel Mesheleki, mchungaji kiongozi wa kanisa la ICC Mito ya Uzima, Morogoro. Karibu tujifunze. Bwana Yesu asifiwe! Tumpe Yesu makofi na vigelegele. Jamani, haleluya! Sasa naomba nimshukuru Mungu kwanza kwa kunipa neema ya kuwepo hapa leo. Imempendeza niwepo hapa. Namshukuru Mungu sana. Nimshukuru pia mwenyekiti pamoja na viongozi wetu wote, na hasa kabisa wainjilisti. Mungu awabariki. Na zaidi sana wana UPSF wenzangu wote. Bwana awabariki sana. Jamani, haleluya. Hii nilimisi, ni muda mrefu sijahubiri kwenye mazingira ya namna hii. Leo nimemshukuru Mungu, napendaga ya hivi. Jamani, Bwana asifiwe sana. Hii nzuri Bwana. Hii nzuri Bwana, hii hapa. Sasa kichwa cha somo au semina yote leo, kesho na kesho kutwa, tuna kichwa kimoja tu cha semina hii, nacho ni Adamu uko wapi? Adamu uko wapi? Na kwenye semina hii kuna mambo 9 mpaka tufike ile siku ya Jumatano, tutakuwa tumekava mambo 9. Niataje kabisa ili uwe nayo. Tunaweza tukaita ni content ya semina ya evangelism kwa mwaka 2026. Jambo la kwanza, maana ya uinjilisti. Jambo la pili, chanzo cha uinjilisti. Tutamwangalia muinjilisti wa kwanza ni Mungu Baba. 3, tutaangalia ujumbe wa uinjilisti, the content of evangelism, nayo ni Yesu pekee. Ujumbe katika uinjilisti ni Yesu peke yake. Jambo la 4, nguvu ya uinjilisti, the power of evangelism. Tutaona inatoka kwa Roho Mtakatifu. Naamini siendi haraka sana. Jambo la 5 la muhimu, chombo kwa ajili ya uinjilisti, the vessel for evangelism. Tutaona kwamba kila aliyeokoka, kwa maana ya kanisa lote, ni chombo kwa ajili ya uinjilisti. Kila aliyeokoka, everybody who is born again is a vessel for evangelism. Jambo la 6, nishati ya uinjilisti, the fuel for evangelism. Tutaona ya kwamba maombi tena pamoja na kufunga ndio nishati ya uinjilisti, the fuel for evangelism. Jambo la 7, eneo au field, eneo la uinjilisti, mahali pa kwenda kufanya huo uinjilisti, the field for evangelism. Tutaona kwamba ni all the people from every tongue, every language, every race, all over the nation. Kila alipo binadamu, hiyo ni field for evangelism. Na leo Mungu ametupa neema na imepata kibali. Ikungi tunakuja. Amen.
Ihanja, Ihanja, we are coming. Jamani, Bwana asifiwe. Imempendeza Bwana majira haya Ikungi, Ihanja, Singida iwe field for evangelism. Amen. Na tunapapenda pale kwa jina. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Jambo la 8, ukamilifu, completion au hatima au conclusion, utimilifu wa uinjilisti ni ile siku ambako tutaona, ni ile siku ambayo maandiko yanasema, kwa maana parapanda ya Bwana italia na wale waliokufa katika Bwana watafufuliwa kwanza, kisha sisi tutakaokuwa tuko hai tutanyakuliwa pamoja nao kwenda kumlaki Bwana mawinguni. Parapanda inapolia sio tu kwamba inatuita tumlaki Yesu mawinguni, kwa parapanda hiyo hiyo ndio filimbi ya mwisho ya zoezi la kufanya uinjilisti. Baada ya hapo hamna uinjilisti popote tena. Unamwinjilisha nani? Jamani, Bwana asifiwe. Tuko namba ngapi wapendo wangu? Tunaenda namba ngapi? Namba 9. Na hii namuomba Mungu anipe neema tuzungumze, tuelewane. Namba 9 muda wake ukifika, udharura wa kulea waongofu wapya. Hiyo ndio point namba 9. The agency of postnatal care. The agency of postnatal care. Kwa sababu mwinjilisti ni mzazi, mwinjilisti ni mwenye mimba. Yaani mwinjilisti ana mimba, anataka ajifungue watoto wa kiroho. Amen. Jamani, Bwana asifiwe. Amen. Sasa lazima tunapozaa watoto wa kiroho tuwe wazazi tuliojiandaa. Umeshaandaa beseni la kuogea mtoto mchanga hata kabla hajazaliwa. Umeandaa baby show ya kubebea hata hajazaliwa. Umeandaa mpaka vinguo na visocks na vikofia na vigloves vya kitoto. Lazima tuandae. Tunaandaa mpaka sabuni ya kuogea mtoto, na diaper tunaziandaa, na vyakula tunaandaa, na kabajeti. Lazima kabajeti kawepo kabla mama hajaenda leba. Amen. Jamani, amina. Amen. Wainjilisti ni wazazi wanaokwenda kuzaa watoto wa kiroho. Kwa hiyo point number 9 is the agency of postnatal care. Post maana yake baada ya, natal maana yake kwa uzazi. Alafu care tunaifahamu ni kujali, kutunza, kulisha, kutunza, kunini, yote ile maana care. Kwa hiyo lazima tuwe tumeconsider kipengele, tukishazaa tumejiandaa kuyalea mavuno, tumejiandaa kuwafundisha, kuwanywesha maziwa ya kiroho, kuwanywesha uji wa kiroho, wafikie kunywa supu na vinyama vilaini laini, baadaye mpaka wafikie uwezo wa kula nyama ngumu. Je, tumejiandaa au tunaenda kuzaa tu alafu mtoto utajilea mwenyewe kama kuku wa kienyeji? Ukiona hamna amina, hiyo yenyewe ni ujumbe. Ukiona hamna amina taboja, hapo huo ni ujumbe kwamba Baba asante, umekuja umeongea na sisi. Asante kwa kipengele hicho. Jamani, Bwana asifiwe. Tunakwenda kuzaa watoto wa kiroho, tumejiandaa kulea. Tuna bajeti hiyo. Tuna bajeti hiyo. Na kama uko bize, weka mfanyakazi wa ndani. Kama tuko bize hatuwezi kulea wenyewe, je, tumejiandaa kwa budget ya kuandaa watu wa kwenda kuwalea hao watoto ambao tunakwenda kuwazaa Ihanja, Ikungi, Singida? Amen. Jamani, Bwana asifiwe. Nasema Bwana asifiwe. Nasema Bwana asifiwe. Nasema Bwana asifiwe. Ihanja na itamani. Jamani, Bwana asifiwe. Naomba usikose mwanangu, twende Ihanja. Fanya ufanyavyo, twende kwa jina la Yesu. Jamani, Bwana asifiwe. Sasa hayo ndio mambo 9, ndio ramani ya semina hii kwa mwaka huu. Ndio vipengele ambavyo vimepata neema tutaviangalia kwa pamoja katika majira kama haya. Samani kama hii inaweza ikaja hapa, pengine nikashukuru pia zaidi, na kushukuru sana. Mungu akubariki sana kwa utumishi huu. Sasa sema tunaenda namba 1. Maana ya uinjilisti. Maana ya kama nikipata watu wa kusoma Biblia pamoja nami nitashukuru sana. Tuanze, we have to define the terms before we go further. What is evangelism? Tunaweza kusema uinjilisti ni nini? Na hiyo ndio ya kwanza tena kwa umuhimu.
ni ya kwanza tena kwa umuhimu. Uinjilisti ni nini? Sasa andika hii itakusaidia. Uinjilisti ni kuwapatanisha watu na nafsi ya Mungu kwa neno la upatanisho. Nasubiri mpaka nihakikishe umeandika. Uinjilisti ni kuwapatanisha watu na nafsi ya Mungu kwa kutumia neno la upatanisho. Na tuhakikishe kila mmoja ameelewa hapo, kwa sababu hiyo ndio inabeba. Tukisipoelewa maana ya uinjilisti, tunaweza tukafanya chochote kingine tukidhania ni uinjilisti, kumbe sio. Uinjilisti ina shabaha moja, ni kupatanisha watu na Mungu kwa kutumia neno la upatanisho, nukta. Ambayo kwa mfano ungeweza kusema uinjilisti maana yake ni kuwanusuru watu na ziwa la moto. Andika. Uinjilisti ni huduma ya maalum ya kuwanusuru watu binadamu na ziwa la moto. Kwa hiyo muone Ihungi tunakwenda, Ihanja tunaenda kufanya nini? Sisi ni wajumbe kwa ajili ya Kristo. Nakwambia wiki hii, hiyo wiki ya Ihungi hiyo, kuna mchawi mmoja atabaga manyanga chini, anaahirisha safari ya kwenda motoni. Jamani, Bwana asifiwe. Kuna mlevi ataacha hiyo safari ya ulevi, anageuka, anamgeukia Bwana Yesu. Tunanusuru watu, tunakwenda kunusuru watu na ziwa la moto. Jamani, Bwana asifiwe. Kuna kibaka ataacha ukibaka. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Kuna mwenye dhambi, nakwambia tutayashuhudia kwa macho. Tunamwomba Bwana aendelee kuiandaa ile mioyo ya watu tunaenda kuwafuata kule. Na Bwana aende pamoja nasi. Ili kwamba yeyote atakayethubutu kuzuia utumishi mwema huu, Bwana mwenyewe ashughulike naye. Nasema Bwana asifiwe. Nasema Bwana asifiwe. Definition ya pili, uinjilisti ni nini? Uinjilisti ni nini? Ni kuwanusuru watu na ziwa la moto. Ndio injilisti, ndio maana yake, ndio maana yake. Na ndio maana Mungu anajali. Kwa Roho wake Mtakatifu Mungu anamvuvia nabii Isaya. Isaya akiwa ametulia kwanza miaka 720 kabla Yesu hajazaliwa, Roho Mtakatifu wa Mungu akawa juu ya nabii Isaya, akaoneshwa mambo yanayokuja mengi mazuri kwa habari ya watu wa Mungu. Akapewa kalenda ya Mungu. Isaya nabii akapewa kalenda ya Mungu ya matukio ambayo Mungu anaenda kuyafanya mengi. Mojawapo ni huyu mtoto, a mysterious child, a mysterious baby boy, a mysterious baby boy. Akamwona mtoto anazaliwa, tumepewa mtoto wa kiume. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Akaona, akasema Mungu nisaidie. Alafu akashusha pale ile status yake ya huyo mtoto wa kiume, akaiweka pale. Jamani, Bwana asifiwe. Alafu akaona jukumu la huyu mtoto, anakuja kufanya evangelism. Jamani, Bwana asifiwe. Yesu alikuja kufanya evangelism. Alikuja kutunusuru na ziwa la moto. Yesu alikuja ili kutuhubiria habari za kupatanishwa na Baba kwa kutumia neno la upatanisho. Ndio Yesu amekuja kufanya hicho. Isaya sura ya 52, msomaji naomba twende pamoja. Isaya sura ya 52 na ule mstari wa 7. Isaya huyo Isaya anasema hii kazi ambayo ni ya Mungu Baba, hii kazi wa kwanza andika, mwinjilisti wa kwanza ni Mungu Baba. Andika, mwinjilisti wa kwanza ni Mungu Baba mwenyewe. Ndio the first evangelist ever ni Mungu Baba, muumba wa mbingu na nchi, baba yake na Bwana wetu Yesu Kristo ambaye ni baba yetu pia. Ndiye mwinjilisti wa kwanza. Alafu Yesu akafanya hivyo. Alafu na sisi tukapewa hiyo kazi ya uinjilisti na tumeipokea. Isee, Ihanja tunaenda. Jamani, Bwana asifiwe. Akasema Isaya, unaenda Ihanja, unaahirisha ratiba Ihanja na uchovu wa yui na bado unaenda Ihanja. Akaangalia Isaya, Mungu akamwonyesha Isaya. Isaya akasema, na Baba, angalia miguu ya hao wanaoenda Ihanja. Akaangalia akasema, ni mizuri kama nini miguu yao. Jamani, Bwana asifiwe.
Isaya akasema ni mizuri kama nini miguu yao wapelekao habari njema ihanja. Hebu soma mwanangu, hebu soma mwanangu. Jinsi ilivyo mizuri juu ya milima, jinsi ilivyo mizuri juu ya milima, miguu yake aletaye habari njema, miguu yake aletaye habari njema, yeye aitangazaye amani, yeye aitangazaye amani, aletaye habari njema ya mambo mema, aletaye habari njema ya mambo mema, yeye autangazaye wokovu, yeye autangazaye wokovu. Tunaita yanja kwa Yesu. Tunaita roho na nafsi za binadamu wa yanja waokoke. Roho mwema wa Bwana afanye kazi ndani yao. Tunaomba Mungu macho ya mioyo ya watu wa ihanja itiwe nuru. Tukifika tunashuhudia tu mambo yanatokea, tunaongea tu mambo yanatokea. Bwana Mungu afanye kazi ndani ya mioyo yao. Bwana Mungu aanze kuandaa waokoke. Jamani, Bwana asifiwe. Mmesikia Isaya alivyotushangaa? Mizuri kama nini? Ukitaka miguu yako hiyo mizuri, twende. Amen. Twende ihanja. Jamani, Bwana asifiwe. Twendeni ihanja kwa jina la Yesu. Amen. Katika mambo 9 ya semina hii, twende jambo la pili. Twende jambo la pili. Nione leo nitakava mpaka wapi, kesho tutaendelea, alafu kwa neema ya Bwana Jumatano tuna conclude. Jambo la pili, chanzo cha uinjilisti, the source of evangelism. Pia maana yake ni kwamba hapo ndio tunaongelea kwamba nani mwinjilisti wa kwanza, nani ndio pioneer, nani ndiye founder wa uinjilisti. Jamani, Bwana asifiwe. Nani founder wa uinjilisti? Jamani, Bwana atukuzwe. Sasa tusikilize vizuri, tusikilize vizuri. Founder wa uinjilisti, pioneer wa uinjilisti ni nani? Ni nani pioneer wa uinjilisti? Mwinjilisti wa kwanza tumesema ni Mungu. Tena sio Mungu tu, Mungu Baba. Andika hiyo ikae hapo. Mwinjilisti wa kwanza ni nani jamani? Ni Mungu Baba mwenyewe, ndiye mwinjilisti wa kwanza. Ni Mungu Baba mwenyewe. Nisikilize. Huyu Mungu akaziumba mbingu na nchi, na akaviumba vyote vilivyoko, vinavyoonekana na visivyoonekana. Kwenye kitabu cha Mwanzo anasema kila alipoumba akasema tazama, ni njema. Akaona ni njema. Siku ya pili akamwona ni njema, ya tatu ni njema, mpaka siku ya 6 alipomuumba mwanadamu kwa mfano wake na kwa sura yake akasema ni njema sana. Kwa hiyo uumbaji wa Mungu uliumbwa katika hali ya njema, uwema. Uwema maana yake ukamilifu, uzuri. Kila kitu kiliumbwa kikabakia kikawa kizuri sana, kinapendeza. Mwanadamu yuko safi, wanyama, ndege, hakuna uadui, hamna chochote. Uadui kati ya wanadamu hakuna. Mwanadamu na wanyama hakuna uadui, kwa sababu aliumba ikiwa njema. Jamani, sema ikawa njema. Njema maana yake kila kitu kiko balanced, hakuna, yani hakuna mizozo, hakuna ugomvi, hakuna magonjwa, hakuna kuzaa kwa uchungu, hakuna kuchomwa na mbigili, hakuna hayo, kifo hamna, mauti hamna. Yalikuwa kila kitu ni chema. Kuna jambo lilitokea ambalo ni baya kweli kweli. Mwanadamu akaenda kinyume na mapenzi ya Mungu, na hiyo inaitwa dhambi. Andika, dhambi ni uasi. Dhambi ni uasi, Biblia inasema. Lakini uasi pia Biblia define uasi ni kwenda kinyume na mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo Mungu ilimpendeza Adam na Hawa waishi kwa namna fulani ili wastawi, wawe na amani, wafanikiwe. Lakini Adam na Hawa wakaenda kinyume na mapenzi ya Mungu hayo. Kwa kwenda kinyume na mapenzi ya Mungu inaitwa uasi, na uasi inaitwa dhambi. Na hiyo ndio inaitwa anguko la mwanadamu, the fall of man. Kuanzia hapo, kwa sababu ya dhambi, andika, kwa sababu ya dhambi ule uwema ukapotea, ule unjema ukapotea. Kwa sababu ya dhambi, namba 1, mwanadamu akapoteza sura ya Mungu. Aliumbwa kwa sura na kwa mfano wa Mungu. Kwa moja,
Kwa sababu ya dhambi mwanadamu akapoteza sura ya Mungu. Naenda kufafanua maana ya sura ya Mungu, na nakuomba na kusihi mwanangu, andika. Sura ya Mungu maana yake, the image of God, maana yake the meaning of the image of God ni mambo matatu kwa wakati mmoja. A, morals kwa maana ya maadili ya Mungu. B, nature kwa maana ya asili ya Mungu. C, character kwa maana ya tabia ya Mungu. Kwa hiyo moral, nature and the character of God, hiyo ndio sura ya Mungu. Sura haimaanishi muonekano huu wa mbele ya kichwa. Sura ya Mungu sio muonekano huu wa mbele ya kichwa, nyuso zetu hizi. Sio hiyo kabisa, tena hiyo haipo. Sura ya Mungu maana yake maadili ya Mungu, asili ya Mungu na tabia ya Mungu, kwa pamoja inaitwa sura ya Mungu. Kwa hiyo mwanadamu alipotenda dhambi moja, akapoteza sura ya Mungu, akawa na maadili ya kiajabu ajabu, asili ya kishetani. Tabia zake, wewe nikufundishe tabia za watu wana wa ibilisi, unazifahamu? Jamani, Bwana asifiwe. Hiyo ilikuwa ni disaster la kwanza. Baada ya dhambi kuingia, mwanadamu akapoteza sura ya Mungu. Mbili, mwanadamu akapoteza nafasi yake kwenye mpango wa Mungu. Akaipoteza nafasi yake nzuri kwenye ule mpango wa Mungu, akapoteza. Ndio maana akaishiwa kuambia, haya, toka kwenye bustani. Na walipofukuzwa kwenye bustani, Mungu akaweka malaika upande, kerubi mwenye upanga upande wa mashariki ya bustani ya Eden, wazuiwe wasirudi. Adamu akapoteza nafasi yake kwenye mpango wa Mungu. Dhambi ni mbaya. Tatu, kwa sababu ya dhambi mwanadamu akapoteza ushirika wake na Mungu. He lost his beautiful fellowship with God. Akapoteza. Nne na mwisho, kwa minajili ya semina ya mwaka huu, mwanadamu kwa sababu ya dhambi akapoteza uzima wa milele. Akapoteza uzima wa milele. Anasema Yesu, mimi nalikuja ili wawe na uzima, kisha wawe nao tele, kwa sababu walipotezaga kule. Jamani, Bwana asifiwe. Akasema mwana wa Adamu alikuja kutafuta na kuokoa kilichopotea. Kuna vitu kwa sababu ya dhambi mwanadamu akapoteza valuable things, very valuable things. Sura ya Mungu akaipoteza, nafasi yake kwenye mpango wa Mungu akapoteza, uzima wa milele ameupoteza, kapoteza. Na ndio sababu Yesu alikuja ili aweze kurejesha hayo, arejeshe sura ya Mungu kwa mwanadamu, arejeshe ile nafasi ya mwanadamu iliyokuwa nzuri Mungu alimwekapo pale, irejeshwe, ili kwamba ushirika na Mungu na mwanadamu urejeshwe, ili kwamba uzima wa milele tena upatikane kwa mwanadamu. Kwa hiyo tunapokwenda kufanya uinjilisti, tunaifanya kazi ya Mungu 100%. Sikiliza, ilitakiwa Yesu awepo duniani aifanye. Ametuheshimu sana kutupatia. Makofi kwa Bwana Yesu. Anatushirikisha kazi yake, ametupenda upeo. Tunashiriki sio tu maisha yake, tabia yake, mpaka na huduma yake tunaishiriki. Hebu tuone kwa mara ya kwanza Mungu Baba anahubiri Injili kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 3 na mstari wa 9. Mwanzo 3:9. Ukifika yeyote soma Mwanzo 3:9. Ndio. Bwana Mungu akamwita Adamu, akamwambia, uko wapi? Na ndio kichwa cha semina hii. Adamu, uko wapi? Andika. Mazingira ya swali hilo la Mungu haimaanishi kwamba Mungu eti bustanini anasema sijui atakuwa hapa. Mungu anaona kila mahali. Sio kwamba Mungu eti bustani mpaka nyuma ya kichaka Mungu aoni. Wewe unacheza na Mungu. Mungu anaona kila mahali, hakuna cha kumzuia. Ila mazingira ya swali hili la Mungu ni haya hapa.
nilikuumba kwa sura na mfano wangu, sioni tena. Ulikuwa una uzima, wewe ulikuwa una uwezo wa damu wa kuishi miaka 1000, sioni tena hiyo. Niliona ukiwa na furaha nikikutembelea kila jioni bustanini, ile fellowship sioni. Umekimbia kujificha, umepoteza hiyo. Uko wapi Adamu? Uko wapi? Manake you have lost some valuables. You lost some valuables, Adam. Ihanja, uko wapi? Uko wapi Ihanja? Sura ya Mungu irejee kwako Ihanja. Tabia ya Mungu irejee kwako Ihanja. Maadili ya Mungu, ushirika wako na Mungu ufufuke tena Ihanja. Ndio kilio chetu jamani, haleluya. Ndio maombi tukifunga na kuomba na kwenda Carmel, tunaombea utumishi huu, tunamlilia Mungu kwamba tunapokwenda Ihanja, mtu mmoja mwanaume, mtu mmoja mwanamke, kijana yule aweze kurejeshewa sura ya Mungu, arejeshewe tena maadili, tabia, asili ya Mungu, arejeshewe, apate uzima wa milele. Amen. Jamani, Bwana asifiwe. Amen. Huo ndio uinjilisti. Yohana sura ya 3 na mstari wa 16. Yohana 3:16. Huo ni wimbo wa taifa la watu wa Mungu. Twende mbele. Jamani, twende. Napenda ile andiko sana jamani, amina. Sijui kama kuna mtu ameokoka hajui ile andiko. Hiyo ni national anthem ya waendao ya watu wa mbinguni. Jamani, Bwana asifiwe. Haya, twende mwanangu, anza tena. Kwa maana jinsi hii Mungu alipenda ulimwengu, ndio hata akamtoa mwanawe pekee, ndio ili kila mtu amwaminie asipotee, ndio bali awe na uzima wa milele. Yesu hajaja tupate magari, tupate majumba na mapesa na pasipoti kwenda Marekani. Yesu hajaja ili maisha yetu yawe beta. No, Yesu amekuja kutuletea uzima wa milele. Sema amina hata kama utaki. Jamani, Bwana asifiwe. Amen. Jesus is in the business of eternal life. Amen. Mshughuliko wa Yesu unalenga sisi tuwe na uzima wa milele. Amen. Akasema kule kwenye Mathayo, itamfaidia nini mtu akapata ulimwengu wote alafu akaipoteza nafsi yake? Umeona sasa? Hata ungekuwa tajiri wa matajiri ulimwengu mzima, wewe ndio you are ranking number 1, the richest person on the globe. Na kama una Yesu, kwa heri ya kutokuonana. Ndio. Kwa heri ya ukifa jumla hiyo inaitwa hiyo. Hata uwe na pesa na mali na elimu na cheo, unapigiwa saluti mpaka na kila kitu. Kama una Yesu umepotea, ujue. Umepotea. Nasoma Luka sura ya 16. Naona kuna watu wawili pale. Mmoja ametajwa jina lake kwa sababu ana maisha ya kawaida, akaitwa maskini Lazaro. Yani the prefix, can you imagine? The prefix of somebody's name is maskini. Yani kitangulizi cha neno lazima cha jina kitangulizo cha masikini, alafu ndio nasema Lazaro. Watu wanadharau nyie watu. Si useme tu bwana Lazaro, kwani shida ni nini? Sema tu yule bwana Lazaro, maskini Lazaro. Halafu kuna huyu mheshimiwa mwingine hapa anaitwa tajiri. Wanaogopa kutaja jina, wanasema mtu akiwa na elimu kubwa usitaje jina lake la kwanza. Sana sana lazima utaje surname. Viburi vimeanza viburi. Unafikiri vimeanza leo? Vimeanza zamani. Mtu akiwa na elimu sana ni dokta, akijita lazima aseme Bwana sifiwe, mimi naitwa Dr. Profesa mchungaji. Mpaka Emmanuel ije umeshasahau tulikuwa tunaongelea nini.
Anaandikwa kwenye kitabu cha Luka 16, kulikuwa na maskini Lazaro na tajiri. Ukifast forward, walipokufa unaanza kuona tofauti. Anasema tofauti hao wawili wakiwa duniani, mmoja alikuwa masikini katika macho na mtazamo wa duniani hapa, alikuwa ni hohehahe, shagalabagala, nimeishiwa misamiati hafai kwa lolote. Ni wale wa kusema, hebu mlinzi, hebu mwambie huyu aende huko nyuma, wageni wangu wanakuja. Wageni wanakuja, hii na taaribu ugeni wakiona kitu kama hii, karibia na nyumbani kwangu. Mlinzi, fanya haraka basi, toe hiyo, peleka nyuma kwenye mishamba ya Mbungomba huko. Ndio yule maskini yule, kwenye vipimo vya kibinadamu hakuwa na pesa. Maandiko yanasema alikuwa anaumwa, ana vidonda, yani kiasi kwamba mpaka mbwa wanaramba vidonda vyake. Hata hela ya kwenda kusafisha vidonda hana, hela ya Panado kupunguza maumivu hana, hela ya plasta hana. Mbwa ndio anamsaidia kuramba mausaha na damu na majimaji ya kwenye vidonda vimeoza, ni vya siku nyingi, hana uwezo, and nobody cares about him. Lakini hawakujua alikuwa na siri moja. Siri moja alikuwa nayo, alimjua Mungu moyoni mwake. Alikuwa na hofu ya Mungu ndani huko ambako hapaonekani. Alikuwa na sura ya Mungu ndani yake, alikuwa na maadili ya Mungu ndani yake, alikuwa na uzima wa milele. Alipokufa akapokelewa na msururu wa malaika, akapelekwa paradiso kifuani kwa Ibrahimu, akaenda kustarehe, na magonjwa na mateso na aibu ikaishia hapo. Tuongelee tajiri wetu sasa. Biblia inasema huku kwa maskini, anasema alipokufa akapokelewa na malaika, akapelekwa kifuani kwa Ibrahimu. I love that one. I love that one. Tajiri wetu, Biblia inasema ya yule tajiri akafa akazikwa, nukta. Imeishia hapo. Amen. Hatuna mambo mengi kwenye haya, hatunaga mambo mengi kwenye injilisti. Jamani, Bwana asifiwe. Na yule tajiri akafa akazikwa, nukta. Baadaye uje umsikie mistari ya chini, unamsikia huyo tajiri, muda umeshapita, unasikia analia, analia mwanaume. Afu ndio mwanaume kulia sio nzuri jamani. Mwanaume anapiga duru, anasema, baba Ibrahimu, na kuomba umtume Lazaro achovye nje ya kidole. Nateseka na kiu, baba Ibrahimu. Wewe si tajiri, zile pesa zako hazikusaidii, na dhahabu na wale watumishi watumwa wako. Una watu wanakufulia nguo special kabisa, hawagusi kazi nyingine. Una watu wa kufulia mashuka, hawafanyi kazi nyingine. Tajiri, unajua tajiri tena baba, unaweka mtu maalum kwa ajili ya juice. Yani juicer, yani leo tuna juicer mashine. Kabla ya teknolojia binadamu alikuwa juicer. Wewe unaita mchezo nini? Kuna mwingine ni mwoka mikate tu. Yani anawazua asubuhi, mchana, jioni kuoka mkate wa levo ya mfalme, levo ya bosi tajiri. Soma Biblia utakuta kuna waoka mikate peke yao, kuna watu wanyweshaji wa juisi peke yao, nakwambia wanaodeki peke yao. Tajiri anapiga, baba Ibrahimu, anambia nyamaza basi, watu tumetulia huku. Wewe Lazaro amefika hapa, akajomaliza kusalimia, unapiga nduru, tulia. Mtume aniletee maji, achovya nje kidogo, aniburudisha ulimi wangu, unateseka na kiu. Ndugu zangu, kule kila anayekata roho duniani akiwa kwenye status ya uhasama na Mungu, nisikilize, yeyote haijalishi ni mchungaji, askofu, shemasi, au ni mshirika wa kanisani anaishi kwenye dhambi, au ni mpagani yeyote kule ambaye amemkataa Yesu, pumzi yake ya mwisho
akiwa kwenye hali ya dhambi, na kuhakikishia anaenda jehanamu. Roho za wanaokufa dhambini wanakwenda jehanamu. Nikisoma Biblia yangu inaniambia hali ya kule jehanamu: 1, kuna joto kali sana; 2, hakuna usiku wala mchana wala kupumzika; 3, ni kelele, kila mmoja analia na kuongea cha kwake, kwa hiyo hamna kuelewana. 4, kwa sababu tangu aliyetumbukia kule wa kwanza wakati wa Adam mpaka leo hakuna bafu la kwenda, kuna nuka vikwapa kule, ni kubovu, ni kuna nuka hujawahi kujua. Lakini 5, hata kama uandiki mimi naendelea. 5, tuko pamoja jamani, Bwana asifiwe. Biblia inasema Mungu ameweka funza maalum kule. Funza, hebu sema funza maalum. Acheni nikisema uinjilisti ni kuwanusuru watu na ziwa la moto, unielewe. Anasema maandiko yanasema kuna funza maalum ambao Mungu amewaweka, wakiwa kule kuzimu wanasubiria kwenda ziwa la milele, lile la moto la milele, wakiwa kwenye mangojeleo kuzimu kule, na mateso yale yote. Funza wapo, anaingilia hapa anatokea huku, anatoboa hapa anatokea kule, ili mradi tu aweze kukuinflict maumivu. Ndio hali ya huko wanakokwenda. Na ninakuambia hakuna dua wala sala wala maombi ya namna yoyote itakayofanyika juu ya uso wa dunia kwa ajili ya aliyekufa kwenye dhambi eti ikabadilisha hatima yake wakati ameenda. Hakuna kitu kama hicho. Biblia inasema Waebrania 9:27, kwa maana mtu ameandikiwa kufa mara moja tu, na baada ya kufa hukumu. Jamani, Bwana asifiwe. Huku tunafarijiana tu kwamba roho iwekwe pema peponi. Kwanza uwe na adabu. Huwezi kumwagiza Mungu cha kufanya, kwamba Mungu weka roho ya yule peponi. Wewe nani? Nyamaza, kila mtu ataenda anakostahili. Sema amina. Amen. Amen. Kila mtu ataenda anapostahili. Wokovu wa jana haukusaidii leo. Wokovu wa leo unakusaidia leo. Andika, wokovu wa jana hauna lolote. Uliokoka jana, unarudi dhambini leo, unayatinginganya, unayakoroga. Wokovu wa sasa hivi ndio unaohesabu. Wokovu wa saa hii hapa ndio maana anaweza akaokoka mtu sasa hivi na parapanda ikalia saa hii akaondoka, na mtu ameokoka miaka 20 iliyopita, ila ni janja fulani hivi, unashangaa ameachwa. Atusaidie Yesu. Amen. Atusaidie Yesu. Amen. Atusaidie Yesu. Amen. Unapokwenda kupeleka Yesu, uelewe unaenda kumnusu. Kama atakusikiliza, kama ataipokea Injili, akikata shauri yule pale Ihanja. Misheni yetu hii ni mission, nusuru watu wasiende ziwa la moto. Ni mission ya kunusuru watu wasiende ziwa la moto. Jamani, Bwana asifiwe. Amen. Niendelee mbele kidogo. Nimgusie tajiri kidogo. Tajiri wetu yule akasema, Baba Ibrahimu akamwambia, wa kwenu hawezi kuja kwetu, wa kwetu haji kwenu. Kuna bonde kubwa katikati na watuganisha, sie kaa huko kaa huko, wewe uliyapata mema. Akasema hivi, Ibrahimu anasema, wewe ulipokuwa duniani ulipata mema yako, na sasa ni wakati wa Lazaro na yeye kupata mema huko. Tusisumbuane jamani. Bwana asifiwe. Tuache huko. Naipenda Biblia inamwongelea yule tajiri, akaendelea uzema, basi kama hiyo umekataa Baba Ibrahimu na nyingine hoja, ambia Bwana nisikiliza tabara hii tu. Mtume Lazaro huyo aende duniani na ndugu zangu 5 akawahubirie, wasije wakaja huku kwenye mateso haya
Mwambie Lazaro aende duniani akawahubirie ndugu zangu 5. Naomba uandike kila moja. Kuzimu kuna wainjilisti committed kuliko walioko duniani. Kuzimu kuna wainjilisti committed evangelists kuliko wanadamu walioko duniani hapa, kwa sababu huyu kashapoteza. Ameona umuhimu wa mwinjilisti, anabembeleza mwinjilisti akahubirie ndugu zao duniani. Tena akasema wako 5. Soma Luka 16. A passionate, yani mwenye kiburi, tajiri mwenye kiburi aliyemkataa Mungu, akaishi kwenye anasa, akafa kwenye hali ya dhambi, na yuko kuzimu, ndiye amepoteza, hana namna yoyote ya kurekebisha tena. Amegeuka, amekuwa passionate evangelist. Amegeuka kuwa an evangelist on fire for Christ. Tuma akapige gospel. Mimi nimepoteza sawa, lakini sitaki ndugu zangu waje huku. Si ndio mwinjilisti anafanya kazi hiyo? Jamani, Bwana asifiwe. Akiwa kuzimu anafanya kazi ya uinjilisti passionately. Tukilegea sisi, Mungu atatuelewa. Mungu atatuelewa. Tukifanya uinjilisti kwa ulegevu, Mungu atatuelewa. Kuna wainjilisti kuzimu wanalia, wanaomba, akawa mwinjilisti na akawa intercessor wakati huo huo. Andika, akawa intercessor. Yupo kuzimu, kapoteza, hana cha kurekebisha tena. Akasema okay, iishie kwangu. Tuma mwinjilisti huyo aende akawahubirie, wasije huku. Hapo hapo akawa amejiunga kwenye intercessory ministry na kwenye evangelism ministry kwa wakati mmoja. Anawaombea ndugu zake wasije huku. Twendeni hanja jamani, Bwana asifiwe. Twendeni hanja, hii kazi ni ya kwetu. Twendeni jamani, Bwana asifiwe. Sasa muda wangu umeishia hapa. Bwana yuko pamoja nasi. Kesho kwa neema ya Bwana tutaendelea. Baba, asante kwa siku nzuri ya leo. Asante kwa neno lako. Asante kwa watu wako. Asante Bwana kwa utumishi ulioweka ndani yetu. Tunajikabidhi kwako daima, kwa Yesu Kristo, amen. Bwana wabariki wanangu. Mpendwa wangu, natumaini umebarikiwa sana leo. Ukihitaji somo hili pamoja na masomo mengine mengi mazuri, wasiliana nasi kwa namba 0789917700. Pia tembelea YouTube channel yetu yenye jina la ICC Mito ya Uzima. Tuonane wakati mwingine, Mungu akipenda. Ubarikiwe.